Yesu Kristo si mwanadamu wa kawaida. Yeye ni mwana wa Mungu aliye hai, aliyetumwa duniani kuokoa wanadamu kutoka katika dhambi zao. Biblia inasema, kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu hivi kwamba akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila amwaminie asipotii bali awe na uzima wa milele. Yohana 3:16, Yesu alikuwepo kabla ya ulimwengu kuumbwa. Yohana 1:8 inasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Na mstari wa 17 unaongeza, naye neno akawa mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake. Hii inamaanisha kwamba Yesu ni Mungu aliyefanyika mwili. Alikuja duniani ili aishi maisha matakatifu, afe msalabani kwa ajili ya dhambi zetu na kufufuka siku ya tatu ili atupatie ushindi juu ya mauti. Kwa kuwa mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Warumi 3:3, Yesu ndiye njia pekee ya wokovu. Yeye mwenyewe alisema, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yohana 4:3. Kwa hiyo, Yesu si tu nabii au mwalimu mzuri. Yeye ni Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, mwokozi wa ulimwengu. Na Biblia inasema kwamba siku moja atarudi tena kwa utukufu wake kuwachukua wale wote wanaomwamini. Tazama, anakuja pamoja na mawingu na kila jicho litamwona. Ufunuo 1:7. Leo Yesu anaita kila mtu, nayo kwangu. Anatupa msamaha, amani na uzima wa milele. Yesu Kristo ni Mungu, ni Mwokozi na ni tumaini la ulimwengu.